Mheshimiwa Waziri Mkuu, kulikuwa na maeneo kadhaa katika yale ambayo yaliandikwa, lakini na mengine ambayo Mheshimiwa mbunge na wabunge waliotangulia kusema hapa waliyaeleza, na mimi kwa kifupi sana nitayatolea ufafanuzi. Jambo la kwanza lilizungumziwa kuhusu mabwawa ya umwagiliaji katika eneo la Mpimbwe. Niwathibitishie kwamba serikali tayari ilishaanza kufanyia kazi maeneo yote ya umwagiliaji katika halmashauri ya Mpimbwe. Moja ya mabwawa makubwa ambayo tayari upembuzi yakinifu na usanifu wa kina ilikuwa imefanyika ni pamoja na bwawa la Msadia ambalo tayari tumeshapata mkandarasi, na mradi huu utagharimu fedha za Kitanzania bilioni 59. Kwa hiyo ambacho kimebakia tu ni sisi wizara kupitia Tume ya Taifa ya Umwagiliaji kuja kumkabidhi mkandarasi mradi huo ili aanze kazi. Maana yangu ni kwamba hatua ya manunuzi imeshakamilika. Na katika hatua hiyo hiyo tunafanya usanifu wa kina na upembuzi yakinifu ambao uko zaidi ya 60% katika skimu kubwa 3 ambazo na zenyewe zitaambatana na mabwawa yake, ikiwemo skimu ya Msadia itamwagilia skimu ya Mwamapuli, lakini vile vile kuna skimu ya Mirumba pamoja na skimu katika eneo la Kilida. Kwa hiyo haya ni maeneo ambayo tayari serikali tunayafanyia kazi katika mwaka wa fedha huu unaoendelea, na katika mwaka wa fedha unaokuja iko miradi mingine ambayo tutaifanyia kazi. Kwa hiyo niwaondoe shaka wananchi wa Mpimbwe, tayari haya tumesha yaweka katika mipango ya serikali na yako katika hatua ya utekelezaji. Lakini kuhusu soko la kimataifa la mazao katika eneo la Maji Moto, ni kweli eneo hili tumeliweka katika ile miradi ya matokeo makubwa ya sasa kupitia mradi wetu wa P4R ambao tunauita PFSRT katika Wizara ya Kilimo. Kwa hiyo eneo hili limeweka katika mwaka wa fedha unaokuja, na tumeainisha baadhi ya maeneo, hasa maeneo yale ambayo kilimo chake ni kikubwa sana, ikiwemo katika eneo la Maji Moto. Kuhusu mfumo wa stakabadhi ya ghala hususani kwenye zao la ufuta, tunakiri kwamba kumekuwepo na changamoto kutoka kwa baadhi ya viongozi lakini na wananchi, na ni ukweli kwamba kuna nyakati bei katika eneo la stakabadhi ya ghala imekuwa ni pungufu kuliko bei ya mtaani. Lakini ni ukweli, Mheshimiwa Waziri Mkuu, wapo watu wanaonunua kwa wananchi na hao ndio wanaoleta katika stakabadhi ya ghala. Nimezungumza hapa na mkurugenzi wa stakabadhi ya ghala Bwana Bangu na nimemwainishia hili jambo. Moja, tumekubaliana mara baada ya ziara yako Mheshimiwa Waziri Mkuu, yeye pamoja na wataalamu watakuja kuzungumza na wananchi kupitia vyama vyao vya ushirika na kuainisha kila changamoto, ili katika msimu unaokuja changamoto zile zisijirudie. Stakabadhi ya ghala ndio njia pekee ya kumkomboa mkulima, manake wakulima wote mnaunganika, mnakuwa na nguvu ya pamoja, yani kwa maana bargaining power zidi ya madalali wa mazao, kwa sababu kwa muda mrefu madalali wa mazao ndio wamekuwa wanufaika wakubwa kuliko mkulima ambaye yeye anatumia muda wake mwingi, nguvu zake na pesa anawekeza katika kilimo. Kwa hiyo tutafanya hivyo na tutahakikisha minada yote inaanza mapema ili zile changamoto ambazo zimekuwa zikijitokeza mara kwa mara tuweze kuzitatua. Kwa hiyo hayo ndio ambayo naweza nikawaeleza waheshimiwa wananchi wa halmashauri ya Mpimbwe
kuonyesha kwamba namna gani serikali tutaendelea kuchukua hatua. Na sisi kama Wizara ya Kilimo hatutakuwa tayari kuiangusha serikali kwa kuwaumiza wananchi kupitia mifumo ambayo tunaamini inaweza kuwa na faida kwa wananchi wote. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu.